Afande Juma alikuwa kama kuna kitu anataka kusema. Nikamuuliza, vipi afande, kuna tatizo? Akasema, ndiyo mkuu, ni kuhusu wewe. Nilishtuka kiasi, maana nikajua huenda naye amehisi nilishiriki, kwani picha zangu sikuwaonyesha, lakini huenda aliona yule mtu mwenye sura kama yangu kwenye ule mkanda. Hapo nikajisemea moyoni, kama ni hivyo basi nimekwisha. Kisha nikamwambia, sema hilo tatizo langu ni nini? Basi Afande Juma akanikazia macho, kisha akasema, karibu msikilizaji mpendwa katika simulizi yetu nzuri ya kusisimua inaitwa Nani Kachukua Sura Yangu, ikiwa tupo katika sehemu ya kwanza. Mtunzi na mwandishi ni Mwalimu Yusufu Abeli Ngahala. Msimuliaji wako ninaitwa Zaidi Ali Kani. Waweza kutupata kupitia 0755 683 295 na 0759 950730. Karibu katika sehemu ya kwanza. Kwanza kabla ya yote, naomba nianze kwa kujitambulisha. Kwa majina yangu naitwa Yusufu Abeli Ngahala, almaarufu kama Afande Yu. Nilizaliwa Iringa na kusoma shule ya msingi Luduga huko Njombe, na sekondari nikasoma Ivumwe huko Mbeya. Nilisoma Sangu elimu ya advance na kujiunga na chuo cha Dar es Salaam. Baada ya kuhitimu masomo yangu, nilijiunga na jeshi la polisi ambapo tulienda depo kwa muda wa miezi 6. Baada ya kutoka depo, kwa kuwa nilikuwa na elimu kiwango cha degree, nilipangiwa kituo cha kazi huko Mwanza, huku nikiwa na kicheo kiasi. Nilifanya kazi huko Mwanza kwa miaka 3, kisha nikahamishwa Dar es Salaam. Kazi yangu nilifanya kwa ufanisi sana hadi nikabadilishwa kitengo, na sasa nikawa afisa upelelezi mkoa wa Dar es Salaam. Nilikuwa najisikia furaha sana. Nilikuwa naona serikali inatambua mchango wangu katika kulinda raia na mali zao. Mke wangu na mwanangu walikuwa wakinifurahia sana kutokana na mafanikio yangu ya kazi. Hata mimi nilikuwa najiona mwenye bahati sana. Nakumbuka kuna siku ulitokea uvamizi Benki Kuu. Kuna majambazi walikuwa wamevamia eneo lile. Mkuu wangu wa kazi akaniamuru nipeleke vikosi kadhaa. Bila kuchelewa nikatii amri mara moja kwenda pale BOT na kuanza kufyatulia risasi majambazi. Tulikuwa tumejipanga vilivyo. Tulifanikiwa kuwatoa, nao wakapotea. Kwa bahati mbaya hatukuweza kuwakamata. Hatukulaumu sana kwa sababu tulifanikiwa kulinda usalama wa Benki Kuu. Tuliporudi ofisini, mkuu wa kazi akatupongeza. Mimi aliniita ofisini kwake. Baada ya kwenda akaniambia, Afande Yu, mmefanya kazi nzuri sana, lakini ninakuomba, nitakupa maaskari 2. Nahitaji hawa majambazi wakamatwe mara moja. Fanyeni upelelezi wa kina na muhakikishe tunawatia nguvuni, sawa? Nikajibu sawa mkuu. Basi akawaita Afande Perisi na Afande Juma. Kisha mkuu akasema, utakuwa nao hawa, nawatakia kazi njema. Baada ya siku kadhaa kupita, mimi nikaanza upelelezi wangu. Nilianza kwa kwenda BOT na kuomba picha zilizopigwa siku ya uvamizi. Baada ya kukabidhiwa, sikuweza kuzikagua muda huo. Nikaamua kurudi zangu ofisini, kisha nikazihifadhi. Ndipo nikakumbuka pia siku ile kuna silaha kadhaa waliziangusha zikaokotwa. Nikamfuata Afande Miraji, ndo alikuwa nazo. Bila hiana, Afande Miraji alinipatia. Nikarudi ofisini na kuanza kukagua zile picha za uvamizi. Hapo sasa utata ndipo ulipoanza.
kuna picha nilikuwa naiona, nikawa naishangaa na kuwa kama nisiamini ninachokiona mbele ya macho yangu. Ilikuwa ni mtu amevaa kombati za jeshi la wananchi, yani JWTZ, akiwa anaonekana kwenye kundi la majambazi. Sasa msikilizaji mpendwa, hilo sio tatizo. Tatizo ni kwamba kila ninapoiangalia ile sura, ilikuwa ni sura yangu kabisa. Kichwa kikaanza kuniuma. Sasa mimi kwenye kundi la majambazi nimeingiaje? Na sijawahi kuwa na nguo za JWTZ. Sasa hii ni nini jamani? Nikiwa nazishangaa zile picha za majambazi, aliingia mkuu wangu wa kazi. Nilizigeuza zile picha juu chini, kisha nikamkaribisha, karibu mkuu. Nikampigia saluti, kisha nikamsikia akisema, afande, nashangaa sijapewa ripoti yoyote mpaka sasa. Mmefikia wapi katika upelelezi wenu? Nikamjibu, mkuu, naomba muda kidogo niwaite wenzangu niwaulize wamefikia wapi, kisha tukusanye taarifa kamili. Jioni ya leo nitakuja ofisini na majibu yote. Akaitikia sawa, nawategemea sana afande. Nikamjibu, ondoa shaka mkuu. Akasema, haya, kazi njema. Alipoondoka nikawa na tafakari jinsi ya kujizuia na zile picha. Nikaona njia rahisi ni kuwaita maafande wenzangu wale wawili, kisha nione kama wamepata hata viashiria vyovyote. Lengo ilikuwa ni kujua kama na mimi wamehisi kuhusika kwangu. Basi baada ya kumpigia simu afande Perisi na afande Juma wakafika. Kwa kuwa niliwazidi cheo, walipofika wakanipigia saluti, kisha wakaketi. Nikaanza kwa kuwauliza wamefikia wapi. Alianza Perisi, akasema, mkuu, tulijaribu kufuatilia kwa kina sana na kwa karibu. Tulitumia baadhi ya mafaili ya majambazi sugu ili kuona kama tungeweza kupata uhusiano wa tukio na taarifa zao. Na kwa sasa tumefanikiwa kupata taarifa za watu 4, na taarifa zinaonesha ushiriki wao katika tukio lile kwa namna mbalimbali. Mfano, kuna huyu anaitwa Jerome Singano. Huyu ni jambazi sugu na yeye ndiye aliyefadhili kikundi hiki kwa silaha na pesa. Nilimkatisha kwa kusikia jina lile la Jerome Singano, kwani halikuwa ngeni katika kazi yangu. Nikamuuliza, je, huyu Jerome tunaweza kumpata? Afande, inaonekana ana mtandao mkubwa sana. Mbaya zaidi, inaonekana kuna vigogo wa serikali wanashirikiana naye kwa ukaribu sana. Nikawajibu sawa, tutajadili baadaye namna ya kumtia nguvuni, na ni lazima atiwe nguvuni tu. Haya, na wapili ni yupi? Afande Perisi akaniangalia, kisha akasema, mkuu, huyu wapili jina tumepata, anaitwa Nu. Kabla hajamalizia kutaja jina, moyo wangu ulilipuka sana. Sikusikia vizuri, nilihisi amesema anaitwa Yu. Niliogopa sana. Ndipo akamalizia kwa kusema anaitwa Nurdin Kamisa, jina maarufu Chinja Chinja. Huyo alishiriki moja kwa moja katika tukio lile, na tumebahatika kupata ushahidi wa picha ambao ni mkanda wa video. Huu unamuonyesha mshiriki akifyatua risasi ovyo eneo la benki. Akanikabidhi ule mkanda wa video. Afande Juma alikuwa kama kuna kitu anataka kusema. Nikamuuliza, vipi afande, kuna tatizo? Akasema, ndiyo mkuu, ni kuhusu wewe. Nilishtuka kiasi, maana nikajua huenda na yeye amehisi nilishiriki, kwani picha zangu sikuonesha, lakini huenda aliona yule mtu mwenye sura kama yangu kwenye ule mkanda. Nikajisemea moyoni, kama ni hivyo hakika nimekwisha. Kisha nikamwambia, sema hilo tatizo langu. Akanikazia macho, kisha akasema, je, unataka kujua afande Juma alisema nini?
Kutana nami tena katika sehemu nzuri ya pili. Ilikuwa ni sehemu ya kwanza ya simulizi tamu ya kusisimua, inaitwa Nani Kachukua Sura Yangu. Tunzi na mwandishi ni Mwalimu Yusufu Abeli Ng'ahala. Mimi ni msimulizi wako, ninaitwa Zaidi Ali. Waweza kutupata kupitia 0755 683 295 na 0759 950730.